kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Ndicho kibao ambacho alikitumia kuamsha wengi Charles Kabisaye. Leo hii nitakupa simulizi ya Charles Kabisaye. Hakikisha unafuatilia kwenye mtandao ya kijamii YouTube ni Mzaumil TV, TikTok Mzaumil_media, Facebook ni Mzaumil Abdullah. Kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha. Je, unamfahamu Charles Kabisaye? Kabisaye alizaliwa katika kaunti ya Kisumu hapa nchini Kenya, eneo linalojulikana kwa kuzalisha watangazaji wengi mashuhuri. Tangu akiwa mdogo alionyesha shauku kubwa katika redio na mawasiliano. Yanafuata matangazo maalum pamoja na ya vifo. Alipokuwa akikua alivutiwa sana na watangazaji maarufu wa redio hapa nchini, ikiwemo Leonard Mambo Mbotela, na akaanza kuota ndoto ya kuwa sauti itakayosikika kote nchini. Mazingira yake ya utotoni yalichangia kukuza kipaji chake cha kusimulia na kuwasiliana na umma. Wapo safari yake ya elimu ilianzia katika masomo ya msingi na sekondari eneo la Kisumu. Baadaye alihudhuria Muslim Secondary School ambako aliendeleza ujasiri na uwezo wake wa kuwasiliana. Baada ya hapo alijiunga na Kenya Institute of Mass Communication, ukipenda KMC, kusomea uandishi wa habari. Huko alipata mafunzo muhimu kama vile utangazaji, uwasilishaji wa sauti, uandishi na uwasilishaji wa habari. Elimu hii ndiyo iliyoweka msingi wa mafanikio yake katika taaluma ya uandishi wa habari. Kabisaye alianza kazi yake katika Kenya Broadcasting Corporation almaarufu KBC, akiwa katika kaunti ya Kisumu kwenye kitengo cha Dholuo Service. Yanafuata matangazo maalum pamoja na ya vifo. Kwanza tunaanza. Mwanzoni mwa kazi yake alipitia changamoto kadhaa. Wakati wa mafunzo yake aliwahi kutangaza kifo cha mtu ambaye baadaye aligundulika kuwa alikuwa hai. Alilazimika kurekebisha taarifa hiyo hewani. Badala ya taarifa hiyo kumdhoofisha tukio hilo, basi hili alilionyesha weledi wake wa kumfanya aheshimiwe zaidi na wakubwa wake kazini. Ukuaji katika kazi ya uandishi wa habari. Mwanzoni mwa mwaka 1990 Kabisaye alihamia huduma ya Kiswahili ya KBC, jambo lililompa umaarufu mkubwa zaidi hapa nchini. Kabisaye atakumbukwa sana kwa matangazo, ambapo alitamani na alipenda sana kutumia kitambulisho cha matangazo maalum ya vifo, ambapo alikuwa akitangaza matangazo ya vifo pale KBC Swahili. Sauti yake tulivu na yenye heshima, uwasilishaji wazi na wenye umakini. Kwa muda sauti yake ikawa sehemu ya maisha ya kila siku ya Wakenya wengi, hasa wakati ambapo redio ilikuwa chanzo kikuu cha habari. Alifanya kazi pamoja na watangazaji mashuhuri kama vile Leonard Mambo Mbotela, jambo lililoongeza heshima yake katika tasnia ya habari. Kabisaye atakumbukwa kwa miongoni mwa watangazaji ambao wamelea vipaji na watangazaji ambao wameweza kuvutia
baadhi ya watangazaji ambao wapo sasa hivi katika tasnia hiyo kuwa wanahabari. Jina langu ni Mzammil bin Rashid. Utafurahia kipindi hiki. By the way, kitakuwa hewani Alhamisi hii ijayo.